Ni katika sehemu ya pili ya simulizi yetu pendwa unaokwenda kwa jina la Nilivyosafiri na Jini kutoka Dar es Salaam mpaka Moshi. Nikukaribishe sana wewe mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi zetu pendwa zinazokutana katika channel hii ya Juma Hiza Story. Na kwa wewe ambaye bado ni mgeni kabisa channel hii, nikukumbusha kusubscribe channel yetu, lakini mara baada ya kusikiliza simulizi zetu hapa usiache kulike, usiache kucomment, lakini pia usiache kushare simulizi zetu. Karibu sana katika awamu ya pili ya simulizi yetu ambako ni sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi hii. Na kusimulia simulizi hii, jina langu naitwa Tutu, lakini mikono salama ya Juma Hiza Story ndio ambayo imepata kukuandikia simulizi hii. Na nikukaribisha sana kwenda kuimaliza sehemu hii katika awamu ya pili, na tutaanzia pale ambapo tulikuwa tumeishia katika sehemu ya kwanza, wakati ambao Halima anasema kwamba alishtuka ghafla baada ya kumuona dada aliyekuwa amekaa naye katika siti ya pembeni, siti ambayo Nurdin alikuwa ameshuka tayari akibadilika na kuwa Nurdin, kwa maana ya yule mwanamke ambaye alikuwa amekaa pembeni yake alibadilika ghafla sura na kuwa Nurdin. Na leo tunakwenda kuendelea katika sehemu ya pili. Unadhani nini kilitokea? Karibu sana, ungane nami mpaka tamati. Nilistuka sana, lakini kitu cha kushangaza, muda huo huo akabadilika na kuwa tena yule dada. Kisha akaniuliza, "Vipi? Mbona umeshtuka?" Yule dada aliniuliza huku akinishangaa sana. "Kuna mtu nimemuona hapa." Nilimjibu katika hali ya kuogopa sana. "Umemuona mtu?" aliniuliza. Basi itakuwa nilikuwa naota tu." Nilimwambia huku nikivuta pumzi ndefu na kuishusha kwa nguvu. "Yaani umeota kuna mtu amekaa hapa nilipokaa mimi?" aliniuliza tena yule dada. "Ndiyo, nimeota hivyo." "Kweli hiyo ni ndoto? Ndio maana huwa sipendi kulala kwenye gari," aliniambia huku akinitoa hofu nilikuwa nayo kwa wakati huo. Mashaka hayakuniacha, lakini sikuwa nayo namna yote ile uhakika kuthibitisha yale nilikuwa nayaota. Hivyo ndivyo ambavyo niliamua kuamini. Nakumbuka mpaka muda tuliofika Same na kuondoka sikupitiwa na usingizi tena wala kuona kitu kingine kibaya. Lakini tulipofika Mwanga ndipo kwa hali ya ajabu tena nilijikuta nikiingia katika usingizi mzito na kisha kuota ndoto nyingine ya ajabu sana. Niliota yule mwanamke niliyekaa naye siti moja na niambia kuwa ananishangaa sana. Kisha nikamuuliza, "Unanishangaa kwa nini?" Akaniambia, "Naona unachezea bahati. Yaani wasichana wenzako wanaililia bahati kama hii kisa wewe unaichezea." Nikamuuliza, bahati ipi ambayo unaizungumzia? Kwa sababu mpaka wakati ule kiukweli sikuwa nafahamu nini nilichokuwa nakizungumzia. "Kinachokufanya usimkubalie kaka yangu na wakati anakuonyesha moyo wa kupenda ni kitu gani? Kwa nini umpendi kaka yangu? Kaka yangu anakupenda. Ameacha wasichana wengi. Kaka yangu ni mzuri sana, ana hela, ana pesa, ana kila kitu. Kwa nini unashindwa kumkatalia kaka yangu?" Niliendelea kumshangaa yule dada kwa kuwa bado sikuelewa alikuwa anamzungumzia kaka yupi. "Nimkubalie kaka yako? Ni kaka yupi ambaye unamzungumzia?" Kisha yule dada akanijibu kwamba kaka alikuwa anamzungumzia ni Nurdin. Nikashangaa sana, kisha nikamuuliza, "Nurdin ni kaka yako?" "Ndiyo, amenituma kwako nije nikwambie kuwa anakupenda sana na yuko tayari kukuoa muda wowote ule." Kiukweli nilichoka nikaishiwa nguvu. Lakini bado aliongeza na kunisisitizia kwamba anaomba nimkubalie kaka yake kwa sababu ananipenda. Lakini mbona nilisema, lakini kabla sitamaliza sentensi yangu alinikata kauli. "Naomba mkubalie kaka yangu, anakupenda." Aliniambia maneno ambayo yalijirudia kichwani mwangu mara mbili kama sauti ya mwangu hivi. Kisha muda huo nilishtuka kutoka usingizini. Nilipoangalia upande wa pili, cha ajabu sikuweza kumuona yule dada. Nikahisi labda alihama siti na hivyo kwenda kukaa kwenye siti nyingine, lakini niliposimama na kuangaza macho yangu huku na kule sikuweza kumuona kabisa. Nikazidi kupigwa na butwaa. Hii ni nini ambayo inanikuta katika maisha yangu? Halima, mimi ni wapi ambapo nimekosea? Kwa nini nakutana na mauzauza nisiyoyaelewa? Ameenda wapi? Ina maana atakuwa ameshuka njiani? Lakini si aliniambia kwamba anaenda Moshi? Niliendelea kujiuliza maswali ambayo kimoyomoyo sikupata majibu. Wakati nipo katika hali hiyo ya sintofahamu, ndipo hapo abiria mmoja ambaye nilikuwa naye pembeni kidogo aliniuliza. Akaniambia, "Dada vipi? Mbona unatafuta kitu hivi? Kuna shida?" Kisha nikamwambia, "Hapana, kuna dada mmoja nilikuwa nimekaa naye hapa na shangaa kuona simuoni." Nilimjibu huku nikimwambia, kisha akaniuliza tena, "Si yule ambaye alikuwa amevaa hijabu?" "Ndio huyo, simuoni ghafla na sijui ameondoka saa ngapi." Wakati akiwa anashuka alikuwa amelala aliniuliza, kisha nikatikisa kichwa kwa kumaanisha kwamba ni kweli nilikuwa nimelala. Basi kumbe ndio maana hujamuona wakati akiwa anashuka. "Ameshukia wapi?" Kisha yule abiria aliniambia, "Njia panda." "Njia panda?" "Ndiyo, kwani vipi? Au amekuibia?" "Hapana." Nilimjibu katika hali ya kumtoa hofu mwanamume huyo, lakini moyoni mwangu nilikuwa nikijiuliza maswali mengi sana ambayo alikosa majibu kwa wakati huo. Nilikumbuka jinsi yule dada ambaye sikufanikiwa kufahamu jina lake alivyoniambia kuwa yeye ni mgeni wa mahali alipokuwa anaenda, ambapo palikuwa ni Moshi. Sasa iliwezekanaje kwa mtu ambaye ni mgeni kama huyo kushukia njia panda? Ina maana alipotea au ilikuwaje?
Nilijiuliza maswali mengi sana, akili yangu ikazidi kuumia. Niliendelea kumfikiria yule dada mpaka pale basi lilipofika stendi ya Moshi majira ya saa 12 jioni. Sikutaka kupanda haisi kwa kuhofia kuchelewa kufika nyumbani. Nilichokifanya, nilipanda bodaboda ambayo ilinipeleka moja kwa moja mpaka nyumbani maeneo ya KSMC Miami. Nilipofika nyumbani, kila mtu alinishangaa kuniona. Naweza kusema hakukuwa na mtu yeyote alitegemea ujio wangu wa siku hiyo. Kwa maana ya surprise nilopanga kuifanya basi ilifanikiwa eti. Walinipokea kwa mshangao huku wakiniambia kuwa nimebadilika sana. Nimenenepa na kunawiri tofauti na nilivyoondoka kwenda Dar es Salaam. Kwa siku hiyo, mara baada ya kumaliza kula, mama yangu aliniuliza mambo yangu yanakwenda vipi Dar es Salaam. Nikamjibu yanakwenda vizuri. Lakini pia nikamwambia niliamua kurudi nyumbani kwa likizo wiki 2 tu ambayo niliamua kujipa mimi mwenyewe. Baada ya kupita wiki hizo 2, ningerudi zangu tena Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na majukumu yangu ya kazi kama kawaida. Kwa nini usikae hata mwezi jamani? Baba aliniuliza. Kukaa mwezi? Hapana baba. Kule na biashara zangu na ninanitegemea mimi kwa kila kitu. Nilisema nikae siku zote hizo, nitavuruga kila kitu na nitapoteza wateja. Sawa, ila tumefurahi mno kukuona. Maana tulishazoea kuongea na wewe kwenye simu tu, baba aliniambia tena akionyesha hali ya furaha sana. Ni kweli hata mimi pia nimefurahi sana kuwaona. Nilikuwa nimewamisi sana. Kwa kuwa muda ulikuwa umeenda na nilikuwa nimetoka safarini, mama aliniambia niende chumbani nikapumzike, kama kuongea tungeongea tena kesho. Nilifanya hivyo, nikaenda zangu chumbani kulala na mdogo wangu Zulfa. Sister, Zu akaniita. Zu ni kifupi cha Zulfa, ndivyo ambavyo tulizoea kumuita nyumbani. Abe, niambie kuna nini? Unaweza usiamini lakini mchana leo nimekuota dada. Ila sikumwambia mtu. Unajua ndoto za mchana tena. Mdogo wangu aliniambia. Uliotaje? Au uliniotea kuwa nimekuwa tajiri? Inahusiana kidogo lakini dada. Alinijibu huku akijiweka sawa kunisimulia. Ni moto umeolewa, ila harusi ni ya kifahari sana. Kwa hiyo hapo kuna mawili, aidha umeolewa na tajiri ama wewe mwenyewe ndio utakuwa tajiri. Aliniambia akiwa katika furaha iliyochanganyikana na mzambo ulitufanya tukacheka. Lakini ile jambo linishtua sana moyo wangu kwa sababu mimi nikiwa katika gari niliota ndoto mbalimbali, moja wapo ikihusisha mambo ya kuolewa. Sikutaka kujadili swala lile kwa usiku ule, nikamwambia Zulfa tulale kwanza kwa sababu nimechoka sana. Zulfa yeye alisinzia, lakini mimi nilikuwa ningali niko macho nikitafakari kwa mashaka makubwa sana. Nilijigeuza huku na kule bila kupata usingizi. Wakati nikiwa katika kuhangaika kusaka usingizi, mara kuna ujumbe mfupi uliingia kwenye simu yangu. Nilipochukua simu na kuangalia, nikakuta Nurdin ndiye ambaye alinitumia ujumbe ambao ulisomeka hivi: pole na safari mrembo wangu. Natumaini umefika salama nyumbani na muda huu bila shaka upo kitandani na utafuta usingizi. Nimeona nisikae kimya bila kutakia usiku mwema. Mwenyezi Mungu akulinde na ulale salama mpenzi. Nilipomaliza kusoma ujumbe huo nilitabasamu kisha nikamjibu, ulale salama pia, kesho tutawasiliana. Niliandika kwa ufupi sana kisha nikamtumia. Sawa, haina shida mrembo wangu. Alijibu na huo ndio kwa mwisho wa chatting zetu. Dakika chache ambazo nilitumia kuchati na Nurdin zilifanya akili yangu ianze kumkumbuka kuanzia nilipopanda naye basi pale Ubungo hadi aliposhuka Hedaru na mambo yote ambayo yalitokea. Ni katika mawazo yangu hayo nilimwona kuwa ni kijana mwenye kujali na aliyejawa na upendo wa dhati. Lakini changamoto kubwa ambayo niliweza kuipata kwake, naweza kusema ni changamoto, ilikuwa ni zile ndoto ambazo zilikuwa zikimhusisha yeye mwenyewe. Au kwa kuwa ndiye mtu pekee alikuwa karibu yangu, au kwa kuwa amenitongoza, au kwa nini namuwaza. Sikupata majibu, lakini moyo wangu uliburudika kukumbuka masaa yale kadhaa ya safari na yule kijana. Ni kama nilitamani kusafiri tena hivi kisha Nurdin awe pembeni yangu. Japokuwa mwanzo alinitongoza kwenye basi, nilionekana kuwa mgumu kumkubalia, lakini muda huo kitu cha kushangaza nilijikuta moyo wangu ukimpenda. Niliendelea kuwa katika hali hiyo ya mawazo hadi pale ambapo usingizi ulinipitia. Siku iliyofuata majira ya saa 4 asubuhi nilipomaliza kunywa chai, ndipo hapo Nurdin alinipigia simu akaniambia kuwa anahitaji kuonana na mimi siku hiyo. Unataka kuonana na mimi? Nilimuuliza huku nikishangaa sana, kwa sababu kwa akili yangu ni kwamba Nurdin alikuwa Hedaru na mimi nilipokuwa ni mbali kukutana naye. Ndiyo, alinijibu. Wapi? Nilimuuliza tena. Moshi. Wewe si upo Hedaru? Lakini hapana, mimi niko Moshi. Upo Moshi? Kivipi? Mimi niko Moshi. Umekuja lini? Jana usiku. Jana usiku? Ndiyo, nimekuja jana usiku. Uko wapi sasa hivi? Acha masiara basi Nurdin. Hata sifanyi masiara Halima. Niko hapa Kiz Hotel, si unapafahamu? Ndiyo, ila acha uongo wako. Nikija nisikukute je? Nilimuuliza huku nikiwa nimejawa na matamanio. Hiyo kweli nitamani sana kumuona, japo nilikuwa nikitafakari ni vipi atakuwa amefika Moshi. Kweli sikudanganyi. Nipo hapa Kiz. Niambie kama itawezekana kuonana na wewe leo. Kama sipo, wewe futa namba yangu milele, usikubali hata kunisikia. Akaweka msisitizo akimaanisha kile alichokuwa nakisema. Ndiyo, itawezekana, lakini sijua ni saa ngapi tutakatuonana. Hata sasa hivi kama una nafasi Halima, tukutane hapo Kiz. Ndiyo, basi sawa, nakuja. Poa, utanikuta na kusubiri. Aliniambia kisha akakata simu. Sikutaka kuamini hata kidogo kama kweli Nurdin alikuja Moshi.
Nilihisi labda atakuwa ananitania kwa sababu tangu tulipofahamiana naye alikuwa ni mtu wa utani mara nyingi, lakini kile kiapo chake kuwa nisipomkuta basi nisiwasiliane naye milele, nilipata nguvu ya kuamini. Nikajiahidi kuwa nikienda nitamsimulia zile ndoto za kwenye gari ili nisikie atasema nini juu yake. Nilimkuta akinisubiri kama kawaida yake, ni kijana mnadhifu alionekana kujipenda sana. Akatabasamu wakati namfikia na hapo akachanua mikono yake na kunikumbatia. Ndugu msikilizaji, kumbatizi lile ni kama liliondoka kabisa na ule waka wangu wa kusema eti nitamsimulia juu ya zile ndoto. Badala yake nikatamani aendelee tu kunikumbatia. Ni kwa kipindi kirefu sana tangu nilipojiweka kando ya mapenzi, nilikuwa sijawahi kupata na hisia kali kama nilizopata kwa kukumbatiwa na Nurdin. Akaniongoza katika chumba alichokuwa amefikia. Kisha akaniambia, "Nimefurahi sana kukuona mrembo wangu kwa mara nyingine tena." Aliniambia huku akitabasamu, tabasamu lile ambalo nilikuwa nikilimisi kila nikimkumbuka. Hata mimi pia nilimwambia huko nikiwa bado siamini kama bado namuona wali hapo. "Nilijua hautakuja," aliniambia huko akiendelea kutoka na tabasamu pana sana. "Kwa nini?" nilimuuliza hivyo. "Nilijua hutoniamini kama kweli nimekuja Moshi," alinijibu. "Halafu ni kweli, nilikuwa siamini kabisa kama umekuja. Nilijua unanitania kama kawaida yako." Nikamwambia hivyo. Nurdin alicheka sana. "Usicheke, afu kwanza imekuwaje umekuja Moshi jana usiku?" "Nimekuja kwa ajili yako Halima." "Kwa ajili yangu?" "Ndio. Mbona nikufuate hadi huku ili ujue ni jinsi gani ninavyokupenda." "Unajua unanishangaza sana." "Na kushangaza na nini tena Halima? Sivyo unavyoniambia eti umekuja Moshi kwa ajili yangu?" "Ndio Halima, nimekuja kwa ajili yako." "Ina maana uniamini? Mimi sina ndugu hapa Moshi eti useme nimekuja kumtembelea." "Na kuhusu Hidaru je, kumefanyaje tena Hidaru?" "Si uliniambia unaenda kwa ndugu zako Nurdin?" "Ndio, nimefika mpaka nyumbani nikaonana nao, ila sikutaka kukaa sana, nikasema nikufuate wewe. Wale wapo tu ni ndugu zangu, ila wewe unaweza kupepea wajanja kakudaka muda wowote ule." Yaani kwa jinsi ninavyokupenda, nilitamani jana usiku nilipofika Moshi nije mpaka nyumbani kwenu. Ila nikaona isingekuwa vizuri kuja bila kukupa taarifa." "Unapajua nyumbani kwetu Nurdin?" "Ndio, si ni pale KCMC Miami." "Umepajuaje?" "Ni kosa la jinai kutokupafahamu mahali anapoishi mtu unayempenda." "Mimi sikukwambia, lakini umepafahamu vipi?" "Ndio nafahamu kwa kuniambia, ila utajuaje nakupenda kama nisipojua yote hayo?" "Unazidi kunishangaza Nurdin." "Na kushangaza na nini tena? Umewezaje kupajua nyumbani kwetu?" "Tuachane na hayo. Vipi kuhusu jibu langu? Ni ndio ama bado niendelee kusubiri?" Nurdin nilimuita. "Naam Halima. Sio kama sikukubali, ila tatizo nafsi yangu imekuwa nzito kukubali na sijui ni kwa nini." "Nikuulize swali Halima?" "Niulize." "Unanipenda?" "Ndio nakupenda Nurdin." "Kama unanipenda sasa ni kitu gani kinachokufanya ushindwe kunikubalia? Au labda sikuvutii, sifai kuwa mwanaume wako?" "Sijasema hivyo Nurdin." "Sasa kwa nini nafsi yako inakuwa nzito kunikubali jamani?" "Sijui ni kwa nini." Nilisema huku hofu ikiwa imenitawala moyoni mwangu. Nurdin hakutaka kuniona nikiendelea kuwa katika hali hiyo, ndipo hapo alipoamua kuniambia ukweli wa maisha yake kwamba yeye alikuwa ni tajiri sana na alikuwa na uwezo wa kunifanyia kitu chochote kile nilichokuwa nikikihitaji katika maisha yangu kama tu ningemkubalia ombi lake. "Najua kitu unachokihofia, lakini nikuondoe wasiwasi, mimi sipo hivyo kama unavyofikiria. Nakupenda kwa dhati, tena ikiwezekana nenda kawaambia wazazi wako ili nije nilete posa." Aliniambia huku akinitazama kwa macho yanayoniambia kweli alikuwa anamaanisha. "Ulete posa?" nilimuuliza katika hali ya kushangaza tena. "Ndio Halima, nakutaka. Naomba uniamini, sijakutamani na wala sitaki kukuchezea. Nahitaji kukuoa wewe mke wangu kabisa, nikuweke ndani." Alinijibu huku akitabasamu kama ilivyokuwa desturi yake. Kuna maneno mengi sana mazuri ya kimapenzi ambayo mwanaume anaweza kuyatumia kwa ajili ya kumshawishi mwanamke anayempenda mpaka kumkubalia. Miongoni kati ya maneno hayo ni ambayo alitumia Nurdin kwangu. Sikuwahi kukaa kwenye njia panda ya kutisha kama siku hiyo nilizozungumza naye. Nilipokuwa sikumfahamu kwa undani wake, lakini naweza kusema safari ya siku moja tu niliyosafiri naye iliweza kubadilisha kila kitu katika maisha yangu, na siku hiyo ndio siku ambayo nilimpokea rasmi katika moyo wangu. Sikujua ninachokipokea, lakini mimi niliamua kupokea tu. Tukaufungua ukurasa wa mapenzi kati yetu ambayo mwanzoni naweza kusema ilianza vizuri kama kitabu chenye simulizi ya kuvutia, lakini kadri siku zilivyokuwa zinazidi kusonga mbele, ndivyo ambavyo kitabu hicho cha simulizi ya kuvutia kilibadilika na kuwa simulizi ya ajabu sana. Simulizi yenye sintofahamu na viulizo ambavyo vile havinipi majibu zaidi ya kuzaa viulizo vingine tena na tena. Naweza kusema safari yangu mpya hii ya mapenzi ni sababu ya kwa nini leo tuko hapa na Juma Hiza kuzungumzia hili.
Haikuwa tofauti wakati wa kuanza. Ilianza kama anavyoanza mahusiano mengine, kwa kutawaliwa na kila aina ya kujaliana na kujitoa kwa mwenza wako. Nurdin aliweza kunionyesha mapenzi makubwa sana. Alinipeleka sehemu mbalimbali za starehe. Siku nyingine alikuwa akinipa pesa za matumizi na kuniambia nifanyie kitu chochote kile nilichokuwa nikitaka kwa wakati huo. Ni nani asiyopenda kujaliwa na mwenza ambaye ni msaada kiuchumi? Mambo yalienda kwa kasi sana. Mara ndani ya muda mfupi nikawa sijatarajia kabisa, yeye akanieleza kwamba anahitaji jitambulishe nyumbani kwetu na ikiwezekana atoe barua ya posa na bila kupoteza muda nioe. Zulfa ndo ndugu wa kwanza kumtambulisha kwa Nurdin. Mdogo wangu alimpokea kwa mikono miwili na siku ile ya kwanza tu kumtambulisha, alipata ile aliyoita bahati mtende. Alinunuliwa simu ya gharama ya juu ya kiasi cha kunisajabisha. Nurdin akaonyesha kuwa anafanya yale kwa kujilazimisha, bali ni kwa upendo wake kwangu. Dada, usichezeshe lingi chooni. Yule mume nilimwota ndotoni ndo huyu. Zulfa alimchombezea huko na ikagua simu aliyonunuliwa. Hakika alionyesha kupagawa sana. Mapenzi yetu yakazidi kupamba moto. Baada ya kupita siku kadhaa, ndipo hapo mimi nilijikuta nikitamani kuwafahamu ndugu zake kama yeye alitamani kuwafahamu ndugu zangu, na nikamtambulisha. Sikutaka kubaki na dukuduku hilo moyoni mwangu, ilibidi nimwambie ukweli ili ikiwezekana nitambulishe, lakini kitu cha kushangaza aliniambia muda wa kuwafahamu ndugu zake ulikuwa bado hujafika. Haujafika tena? Kivipi? Mbona unawafahamu ndugu zangu? Usijali, ipo siku utawafahamu, alinijibu. Ni siku gani usiokuwa na jina? Nilioji katika namna ya kukwazika sana. Shida yako si unataka kuwafahamu ndugu zangu tu? Ndio, basi usijali, muda ukifika utawafahamu, usiwe na wasiwasi. Ndio maana siku zote huwa mwanaume ndo anaanza kwenda kwa wake zake. Mimi nimekuja na wewe utawajua tu, aliniambia. Huo haukuwa ni mwisho, bali ndio ulikuwa mwanzo wa kuendelea kumsumbua kila siku, huko nikitaka anitambulishe kwa ndugu zake. Lengo langu lilikuwa ni kuyatengeneza mazingira na kuweza kufunga ndoa isiyokuwa na mashaka na Nurdin. Nazidi kusisitiza ni kwamba hakuna ajuaye kesho wala sekunde inayofuata katika maisha yake. Hata mimi sikujua kilichokuwa mbele yangu wala nilichokuwa nakipigania. Nilikuwa nina hamu sana kutaka kufahamu nyumbani kwao, kwa sababu tangu tulipoanzisha mahusiano ya kimapenzi maisha yetu yalikuwa kukutana hotelini, hali ambayo sikuipenda hata kidogo. Haikuwa hali iliyoniheshimisha, bali kunidharaulisha mbele ya watu ambao waliamini kuwa ninachezewa na ipo siku nitaachwa. Sikuwa tayari tena kuumizwa katika mapenzi. Ilikuwa ni heri niumie nikiwa ni mke wa mtu na sio kuwa girlfriend. Hili lisingewezekana pasipo mimi kuendelea kufanya juhudi ya kutaka kumfahamu Nurdin kiundani, lakini juhudi ya kutaka kufahamu ndugu pamoja na familia yake. Baada ya kuona kila siku wimbo umekuwa ni ule muda mwingi nikiozungumza kuhusu kuwafahamu ndugu zake, na yeye alikuwa akizungumza kwamba muda wao hujafika, basi kama mwanamke nilianza kuingiwa na hofu. Nilihisi ananidanganya na hakuwa akinipenda kwa dhati kama alivyokuwa akisema mara zote. Siku moja ilibidi nivunje ukimya, nikamuuliza, kwa nini hutaki kunitambulisha kwa ndugu zako? Kila siku unanizungusha kama mtoto mdogo. Nilimwambia, lakini Nurdin, mimi naogopa mapenzi. Nilikwambia hivyo Nurdin. Kwa nini unataka niumie tena na kujutia? Nilalama tukiwa kitandani katika hoteli ambayo alikuwa hamehamia. Si kama sitaki kutambulisha mpenzi wangu, alinijibu. Ila kuna nini Nurdin? Kuna mambo naweka sawa. Hivi karibuni tu nitakutambulisha, usichoke kusubiri. Endelea kusubiri mpaka lini Nurdin? Na mimi sina muda mrefu wa kuendelea kukaa hapa Moshi, nitarudi zangu da. Usiende da tafadhali, nakuomba sana, Nurdin alisisitiza. Kwa nini nisiende da na kule unajua nimepanga halafu nimeacha biashara zangu? Ama ni yako nipoteze vyote, biashara pamoja na wewe? Nilifoka nikiwa nimesimama wima. Kiukweli nilikuwa nimekasirika na nilipoteza imani kabisa kwake. Usiseme hivyo Halima wangu. Mimi hautanipoteza na wala utapoteza biashara zako. Naomba uendelee kuwa na mimi hapa Moshi. Yawezekana ukapenda hata kufanya biashara zako hapa karibu na ndugu zako. Akanisii. Hakuwa ni mtu wa kuchukia, na mara zote yeye alikuwa anaruhusu tabasamu litawale usoni kwake. Uso ambao ulikuwa ni mzuri sana, na kila nikimtazama nilikuwa nikiyeyusha hasira zangu zote. Kivipi? Yaani unamaanisha nisirudi da moja kwa moja au? Kuna ahadi nilikuahidi. Ahadi ipi? Najua umesahau, ila huu ndo muda wake wa kutimiza. Akanifanyia ishara niende pale kitandani. Nikatii, nikamsogelea. Ungeniambia basi ili nijue. Ni kuhusu kukutolea posa. Unakumbuka nilikwambia sija kutamani na wala sitaki kuchezea? Nahitaji kuwa wewe mke wangu kabisa, nikuweke ndani. Ndio nakumbuka. Basi, huu ndo muda wake. Naomba nenda kaongea na wazazi wako ili ikiwezekana hata kesho nitume wazalete posa, aliniambia. Ilikuwa ni habari ambayo masikio, moyo na akili yangu vilipokea kama ushindi mkubwa sana. Nilitamani sana yeye mwenyewe Nurdin ndio atamke maneno haya, na kweli alikuwa ameyatamka. Nilifikisha taarifa hii kwa mama yangu ambaye tayari nimemweleza bayana kuwa naye rafiki wa kiume ambaye tumepanga kuoana. Hakunipinga hata kidogo. Mama yangu ni mcha Mungu na anajua vyema dini ya Kiislamu. Hivyo anatambua kuwa kati ya mambo ambayo mtu akihitaji anatakiwa kutimiza kiwepesi, moja wapo ni ndoa.
Kwa upande wa baba yangu, yeye kama kawaida yake alinikalisha chini na kunipatia nasaha za kutosha, huku akiuliza mara kwa mara ikiwa nimemchunguza na kuridhika na mwanaume yule. Nimeridhika naye baba, nilimjibu. Mmefahamiana kwa muda gani? Alinishtukiza swali lingine ambalo nilijiandaa kulisikia na tayari nilishapanga kudanganya. Miaka 2 sasa, nikamjibu ile uongo wangu ambao nilikuwa nimepanga kuongea. Baba akanieleza kuwa wao wapo tayari na tukio hilo la posa na kupanga mahali. Nilipokuja kumwambia Nurdin kwamba wazazi wangu walikubali alete posa, yeye pia hakutaka kupoteza muda. Alichokifanya, alituma wazee wakaleta posa nyumbani. Baada ya posa kukubaliwa na taratibu zote muhimu kufuatwa, ambacho kilikuwa kimebaki ilikuwa ni siku ya ndoa tu. Hapo Nurdin aliniaga kaniambia naenda nyumbani kwao Hedaru mara moja kwa ajili ya kuandaa maandalizi ya ndoa yetu ambayo ilitarajiwa kufanyika baada ya kupita mwezi mmoja. Ilikuwa hivyo. Lakini kitu cha kushangaza, tangu alipoondoka Nurdin kwenda nyumbani kwao Hedaru, hapo nilianza kusumbuliwa na ndoto za ajabu. Awali nilidhani ni kwa sababu ninamkumbuka sana Nurdin wangu, hivyo sikuwa na mashaka yoyote. Nakumbuka siku moja majira ya usiku, wakati nilipokuwa nimelala na mdogo wangu Zulfa, kuna ndoto moja ambayo ilinijia ghafla. Nilijiona nikiwa nimelala na Nurdin. Mapenzi aliyonipa ilikuwa ni ajabu sana, ambayo sikuwahi kuyapata mahali popote pale. Msisimko wake hausimuliki ama kwa hakika. Ilifika kipindi nilijikuta napiga kelele baada ya mambo kunizidia. Nurdin, baada ya kuona sauti inaweza kusikika nje, aliniziba pumzi, jambo lilonisababisha nishtuke sana. Huku nikihema kwa nguvu na jasho likinitoka mwili mzima, nilipigwa na butwaa baada ya kuona kumbe yale mambo yote nilikuwa nikiyafanya ilikuwa ni katika ndoto tu. Niliendelea kusumbuliwa na ndoto ya aina hiyo mpaka pale ambapo Nurdin alirudi Moshi. Hapa ilikuwa ni baada ya kupita wiki 2. Nakumbuka siku hiyo alinipigia simu, nikaenda kukutana naye YMCA kwenye bwawa la kuogelea. Tulipokuwa tumekaa pembeni ya bwawa hilo, ndipo hapo aliniambia, kabla ya kufunga ndoa kuna jambo moja nataka kukufanyia. Jambo lipi hilo? Nilimuuliza huku nikiwa na shauku kutaka kufahamu jambo gani hilo lilokuwa nataka kunifanyia. Nataka wewe mwenyewe uchague, useme unataka nikufanyie kitu gani katika maisha yako. Alinijibu huku akiniuliza swali hilo la mtego. Nilishindwa kumjibu kwa kukurupuka kama alivyotaka. Badala yake nilikaa kimya kwa muda kunitafakari kwa kina jibu ambalo nilitaka kumpa kwa wakati huo. Usiniambie una ndoto, aliniuliza. Ndoto ninayo, nilimjibu. Haya, kwa kurahisishia, niambie una ndoto ya kufanya nini ama ya kuja kuwa nani hapo baadaye, aliniambia. Kikweli na ndoto nyingi sana, ila ndoto yangu kubwa inanisumbua kiakili. Natamani sana siku moja nije kumiliki duka langu la nguo, nilimwambia. Hilo tu? Hakuna kingine unachokitamani kufanya katika maisha yako? Aliniuliza. Hakuna, ni hilo tu. Sawa, aliniambia kwa kutabasamu. Baada ya siku 4 nikiwa sijui hili wala lile, ndipo hapo Nurdin alinichukua akanipeleka kwenye duka moja la nguo za kike na watoto, ambapo aliniambia duka hilo alinifungulia na kuanzia siku hiyo mimi ndio mmiliki halali. Unasemaje Nurdin? Nilimuuliza kana kwamba sikumsikia vizuri. Kuanzia muda huu hili unaliona hapa ni duka lako, aliniambia. Kiukweli sikutaka kuamini hata kidogo. Nilihisi kama nilikuwa naota, lakini huo ndio ulikuwa ukweli. Nilitakiwa kukubaliana nao. Nyaraka zote ziliambatanishwa kwa jina langu, na pia alinionyesha msichana ambaye nilielekeza kuwa ikiwa itanipendeza basi aendelee kuwa binti ambaye atakuwa pale dukani akinisaidia kuuza. Nikalizia kubaki na yule binti. Kutokana na furaha niliyokuwa nayo, nilijikuta nikimkumbatia huku nikimshukuru kwa zawadi hiyo aliyoamua kunipa katika namna ya kunishtukiza. Wala upaswa kunishukuru kiasi hicho. Nimeamua kufanya hivi kwa sababu nakupenda sana, aliniambia Nurdin. Nakupenda pia Nurdin wangu, nilimjibu. Nurdin hakuishia hapo. Aliendelea kunifanyia surprise mbalimbali. Alianza kwa kunifungulia duka kubwa la nguo na baadaye akaja kuninunulia nyumba ya kifahari pamoja na gari. Kwa kifupi naweza kusema alinipa utajiri. Ule utajiri ambao mdogo wangu aliuota ndotoni sasa ulikuwa sio ndoto tena, bali ulikuwa unaonekana. Ndani mwezi mmoja tu maisha yangu libadilika, jambo ambalo sikuwahi kulitegemea. Baada ya kunitimizia kila kitu kilichokuwa nikihitaji, ndipo hapo akaniambia anataka kunioa, lakini aliniambia anataka tufunge ndoa ndogo ya mkeka kwa sababu wazazi wake wasingeweza kufika kwa kuwa hapo nje ya nchi na watarajii kurudi kwa siku za hivi karibuni kwa sababu kuna ndugu yao ambaye ni mgonjwa wapo katika kumuuguza. Nijaribu kumsihi kuwa tunaweza kusubiri mpaka atakaporejea, lakini Nurdin aliniuliza jambo ambalo hata mama yangu aliwahi kuniuliza. Tutaendelea kuishi kwenye uzinzi mpaka lini? Aliniuliza kwa utulivu. Nikaishia kuinama nikiona haya kwa sababu nilosema ilikuwa ni jambo sahihi kabisa. Nilipomfikishia taarifa mama yangu juu ya wazo lile la Nurdin, alilipokea kwa mikono miwili na kunieleza kuwa nisijiulize mara mbili, huyu nilimpata ni mwanaume wa maisha yangu. Hayawi hatimaye safari yangu ya kwenda Moshi kuwasalimia ndugu zangu katika mtindo wa surprise ikawa ni safari ambayo pia ilinipa surprise nyingine ya kukutana na mwanaume ambaye sasa alikuwa ni mume wangu halali. Watarudi. Wakirudi tutaenda.
Huu ndio ulibaki kuwa wimbo wetu wa kila uchwao. Mwongozi wimbo ule akiwa ni mume wangu, mimi nikiwa msikilizaji tu, na wakati mwingine nami natumbuiza kwa kusema sawa mume wangu, tuendelee kusubiri. Maisha nayo yakaendelea. Na kisha baada ya utulivu wa muda, mume wangu alisafiri kwa sababu alizonieleza kuwa ni za kibiashara. Nisingeweza kumbishia kwa sababu alikuwa mara kwa mara akizungumza kwa simu na watu alionieleza kuwa ni wafanyabiashara wenzake. Kuondoka kwa mume wangu kukarejesha zile ndoto za ajabu za kuhisi ninaingiliwa kimwili. Na nikiamka asubuhi nagundua ni kweli nimelowana ama ninakabiliwa na maumivu makali sana sehemu zangu za siri. Kwa nini hali hii inanitokea kwa kujirudia rudia? Nilijiuliza na nilipokosa majibu, nikachagua kumshirikisha mdogo wangu. Yeye sikumueleza kiuwazi kuwa kila nikiota ndoto ile na kuja kubaini kuwa nimefanya mapenzi kweli. Nilimweleza kuwa ni ndoto tu zinazokuwa zinanisumbua pindi mume wangu anaposafiri. Dada, utakuwa umemisi sana shemeji na umemzoea sana. Hiyo ilikuwa hoja ya mdogo wangu. Nikajilazimisha tu kutabasamu huku nikitambua kuwa mawazo yake hayakuwa kiukaribia ukweli hata kidogo. Kwanza Nurdin hakuwa mwanaume ambaye tukiwa nyumbani alikuwa anapendelea kufanya mapenzi na mimi. Mara nyingi nilikuwa nikimhitaji anadai kuwa amechoka sana mwili wake na pia akili kwa sababu anajishughulisha sana na biashara zake. Sikuwa na ujanja zaidi ya kuridhika na sababu zake, japokuwa ilikuwa inanifanya naumia sana. Sasa inakuwaje akiondoka nianze kumuona kwa kitu ambacho hakuwa akikifanya mara kwa mara? Akirudi nitamuuliza. Nilijahidi kufanya hivyo. Ni yeye ambaye alikuwa mtu wangu wa karibu kwa kiasi kile cha kuweza kumshirikisha kila kitu. Hivyo nilisubiri atakaporudi kisha nitamwambia. Unaotaje? Aliniuliza baada ya kuwa nimemueleza. Nikaanza kueleza tena upya. Naona tunafanya mapenzi Nurdin. Yaani ni ajabu kiukweli. Nilimjibu. Nikashangaa kumuona akicheka. Mbona sasa unacheka Nurdin? Nilifikiri utaniambia unaota unafanya mapenzi na mwanaume mwingine, lakini kumbe unaota unafanya mapenzi na mimi. Sasa hapo tatizo liko wapi mke wangu? Sio kwamba nikumbuka mimi mmeo. Mimi mwenyewe huwa nikiwa mbali na kuota la azizi wangu na huwa ninafurahia, aliniambia. Mume wangu, sisema kwamba ni tatizo mimi kuota tukifanya mapenzi na wewe. Ila kinachonishangaza, kila ninapoota tunafanya mapenzi, nikiamka nakuta kweli nimeingiliwa kimwili, nilimwambia. Mbona hiyo ni hali ya kawaida tu? Ni hali ya kawaida kabisa katika mwili wa mwanadamu. Unajua mapenzi ni hisia. Hali ya kawaida. Nilishangaa sana. Hakuonekana kuchukulia uzito lile swala ambalo mimi lilionekana kuniumiza na kunifikirisha sana. Ndiyo, usiogope, uko na mimi. Ogopa ikiwa utamuota mtu mwingine, aliniambia huku akinitoa wasiwasi. Siku zilikatika huku nikiendelea kusumbuliwa na ndoto hiyo kila nilipokuwa akisafiri. Kitu kingine ambacho ningependa ndugu msikilizaji ufahamu ni kuwa katika mazingira hayo ya ndoto, siku moja niliota nimepata ujauzito, nikajifungua mtoto wa kiume ambaye muonekano wake ulikuwa ni wa kustajabisha kidogo. Alikuwa na meno makali sana na alikuwa na nywele nyeupe katika kifua chake. Mtoto yule alikuwa mwenye nguvu sana na kuna watu walikuwa wakinipongeza kwa kujifungua salama. Nilijaribu kuwaeleza kuwa mbona yule mtoto ni maajabu, wao walizidi kunipongeza tu. Mtu pekee kati ya wale ambao niliweza kubaini sura yake ni binti ambaye Nurdin alinikabidhi leo ananifanyia kazi pale dukani mwangu. Tena huyu ndiye alinisogelea na kuniambia, "Wifi, nionyeshe mtoto ana njaa sana." Nikamchukua mtoto huku nikiwa naogopa sana. Kile kitendo cha kumchukua mara, mtoto akatumia nguvu kubwa sana, akalichukua titi langu na kulitupa katika mdomo wake. Akawa anavuta maziwa kwa kutumia nguvu kubwa sana kiasi cha kuniumiza. Ananyonya badala ya kumeza na atema. Ananyonya tena kisha anatema. Nilijaribu kumzuia asiendelee kunyonya kwa sababu nilikuwa naumia, lakini alikuwa na nguvu kubwa kunishinda. Na mara akawa atemi tena maziwa, badala yake akawa anatema damu. Hapo sasa nikamwachia nguvu kutoka katika mikono yangu kwa sababu alikuwa ananiumiza na kuziona dalili za kushindwa kupumua vizuri. Nilikurupuka kutoka usingizini huku jasho likinitoka na matiti yangu ikiwa yanauma sana. Nikiwa natetemeka sana, nikaiwasha taa na kutazama huku na kule. Hapakuwa na damu wala huyu mtoto, lakini nilipotazama matiti yangu yalikuwa mekundu sana kama yanatoka kubinywa na kitu hivi. Hofu ikanitanda sana. Katika pambazuko nikaamka nikiwa mgonjwa sana. Nilimpigia simu mume wangu usiku juu ya tatizo lile, akaniahidi kuwa atawahi sana asubuhi aweze kufika nyumbani. Ikawa hivyo. Alinipeleka hospitali huko akinitia moyo kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Safari ile hospitali ikawa ni mwendelezo wa safari za mara kwa mara kwenda hospitali kwa sababu sikuwa napata nafuu ya kutosha. Huku madaktari wakionyesha kushangazwa na hali yangu ya kuugua ugonjwa ambao ulikuwa hauonekani. Usiwasimie madaktari juu ya hiyo ndoto. Mume wangu alinionya siku ile nipeleka hospitali, nikatii alichonieleza. Mwezi mzima ukapita, nikaendelea kuumwa bila kupata nafuu. Siku moja baada ya mume wangu kunionea huruma jinsi nilivyokuwa nikiteseka na kuumwa kiasi kile, ndipo alipoamua kuniambia ukweli nisiowahi kufahamu katika maisha yake. Naona hao watu wanakaribia kunizidi nguvu. Nasikitika sana, alisema mume wangu kwa hali ya majonzi. Watu gani tena mume wangu? Au uongei na mimi? Nilimuuliza nikiamini hakuwa anaongea na mimi. Halima, mke wangu, kuna siri ambayo ulifahamu kuhusu mimi. Akaweka nukta na kunitazama. Aliniambia hivyo
Kauli yake ilinipa utata sana. Nikaacha kufanya kile nilichokuwa nakifanya na kumsikiliza. Ni siri gani hiyo mume wangu? Umeishi na mimi kwa muda mrefu lakini ulikuwa hujui kama mimi sio binadamu. Huko katika ubinadamu nilitoka zamani sana na sikutarajia ipo siku nitatamani kurejea, alinijibu. Nikazidi kuchanganyikiwa na maneno yake. Mbona sikuelewi mume wangu? Unamaanisha nini kusema wewe sio binadamu? Nilimuuliza. Ukweli ni kwamba mimi ni jini, alinijibu. Nilishtuka sana, sikutaka kuamini. Jini? Inawezekana vipi? Wewe ni mume wangu, ninakupenda Nurdin. Hebu usiongee vitu vya kunitisha. Nilimuuliza huku moyo wangu ukiwa umepatwa na hofu isiyokuwa na kifani. Niamini mke wangu. Siku ya kwanza kukuona ilikuwa ni siku ile uliosafiri kutoka Dar es Salaam kuja Moshi. Na siku hiyo ndio nilikupenda na nasikitika nimekusababishia matatizo makubwa katika maisha yako. Aliniambia kisha akaendelea kuniambia kuwa sheria za ukoo wa majini jinsi zinavyokuwa hawaruhusiwi kuwa na mahusiano ya mapenzi na binadamu, au kwa maana nyingine walikuwa hawaruhusiwi kutembea na sisi binadamu. Badala yake walitakiwa kututumia kutimiza kazi zao ulimwenguni. Kitendo cha yeye kutembea na mimi mpaka kufikia hatua ya kufunga ndoa, hilo lilikuwa ni kosa tayari ambalo alikuwa amelifanya, na kutokana na kosa hilo alitakiwa kunitoa kafara. Hivyo ndivyo alitakiwa kufanya ikiwa kama sehemu ya hukumu, lakini kutokana na mapenzi makubwa aliyokuwa nayo juu yangu alikataa kufanya hivyo. Hapo ndipo alipoingia kwenye ugomvi na ndugu zake ambao walikuwa wanataka kunichukua kilazima kwa lengo la kutaka kunitoa kafara. Akawa anapambana nao kunitetea ili wasimchukue. Baada ya kuona wameshindwa kunichukua kilazima, ndipo hapo waliamua kunitupia ugonjwa huo wa ajabu ambao ungenitesa siku zote za maisha yangu mpaka siku nitakayokufa na wao kunila nyama. Nurdin, kwa nini umenisababishia matatizo haya kwenye maisha yangu? Nurdin, wataniua, wataua na ndugu zangu. Nilimuuliza huku nikimlaumu. Muda huo machozi yalikuwa yakinitoka huku natetemeka. Usilie Halima, hawawezi kukuua wakati tayari unacho kiumbe chao katika tumbo lako. Aliniambia jambo lile lilonifanya mapigo yangu ya moyo yaende mbio sana. Nilijaribu kusema neno lolote lile lakini hakuna kilichotoka katika kinywa changu. Nurdin aliendelea kuzungumza. Walikuwa na kuingilia kimwili kupitia sura yangu. Nilipokuwa nakwambia nasafiri, nilikuwa naenda kupambana nao. Na walivyokuwa wananishinda, basi wanakuja kukuingilia kimwili ili kupandikiza mbegu zao kwao ili uzae jini na kuongeza ukoo wa mjini. Akanieleza simulizi niliyoiona ni kama anasimulia filamu ya kutisha tu, na baada ya hapo tutaachana nayo, lakini haikuwa filamu. Nitakupa dawa ambayo itakuponya huu ugonjwa, ila baada ya hapo nitaondoka zangu na hutoniona tena katika maisha yako yote, ila nitakuja tu kumchukua mtoto wangu na kumrejesha ujinini. Wewe utaendelea na maisha yako. Usije kukutana kimwili na mwanaume yoyote hadi pale utakapojifungua huyu mtoto, na usije kumnyonyesha maziwa yako. Atasababisha dawa niliyokupa iache kufanya kazi. Akafafanua kwa utulivu mkubwa sana. Sikuamini kile ninachokisikia, lakini walau nikanyanyua mdomo kuuliza kidogo. Unaenda wapi Nurdin? Narudi ujinini, huku ndipo ilipo asili yangu, aliniambia kwa utulivu, huko uso wake ukitangaza uchungu uliokuwa anaupitia. Ulikuwa ni usiku mrefu sana kuwa kitanda kimoja na Nurdin aliniahidi kuwa ataondoka katika maisha yangu. Nikiri wazi kuwa licha ya yote aliyonielekeza, bado kuna masalia ya upendo juu yake iliendelea kubaki nami. Ikawa saa moja baada ya jingine hadi tukafikia pambazuko, yaani asubuhi. Nurdin akafanya alichoniahidi. Ilikuwa ni ghafla sana, nikasikia mwili wangu kana mabadiliko makubwa sana. Nilikuwa najisikia vyema kabisa. Ndugu msikilizaji, pengine haya nikuelekezayo unaweza ukahisi kabisa ni hadithi za kubuni, lakini amini nakwambia, hakuna hata moja la kubuni katika haya nilokwisha kueleza. Kuna wakati hata mimi sikuwa naamini wakati yananitokea, lakini amini nakwambia, katika huu ulimwengu kuna mengi ya ajabu ambayo yanatokea ambayo ukisimuliwa unaweza usiamini mpaka uyaone. Na hivi ndivyo nilivyokutana na jini huyu ambaye nilisafiri naye kutoka Dar es Salaam mpaka Moshi, ambaye alinipitisha kwenye kipindi kigumu sana ambacho sikuwahi kukitarajia. Kitu kingine ambacho ningependa ukifahamu ndugu msikilizaji ni kuwa utajiri na mali alizonipa Nurdin zilipotea katika mazingira ya kutatanisha, na mpaka leo hii ninapokusimulia mkasa huu nimeamua kuanza upya kwenye maisha yangu, naogopa kusafiri. Na kuhusu mtoto wake, nilijifungua salama. Mtoto ana umri wa miaka 6 kwa sasa, na sijui iwapo kweli Nurdin nitakuja kunipokonya huyu mtoto ambaye ninampenda sana. Ni mtoto wa kawaida kabisa, hajawahi kuonyesha dalili mbaya kwangu wala kwa mwanadamu mwingine yeyote yule. Naombea sana Nurdin asinipokonye mtoto huyu, kwa sababu huyu ndiye kila kitu changu katika maisha yangu kwa sasa. Mpenzi msikilizaji ambaye tulianza pamoja katika sehemu ya kwanza ya mkasa huu na kwenda kwa jina la nilivyosafiri na jini kutoka Dar es Salaam mpaka Moshi, tumefika tamati katika sehemu ya pili ya mkasa huu, mkasa ambao
ulikwenda kutusisimua sana, kwa maana ya kwamba kuna matukio yaliyopata kutufurahisha sana, kuna matukio ambayo yamepata kutupa simanzi, lakini kuna matukio ambayo yalikuwa mengi ni ya kutisha na ya kuogofya. Lakini yote kwa yote ni katika kupata elimu, katika kujifunza, katika kufahamu lengo la andiko la Juma His Story, la kwa nini nilipenda tuifahamu hii simulizi. Bila shaka utakuwa umepata lolote tangu tulipoanza mpaka sasa. Na kwa wakati huu mimi niseme sina la ziada. Tukutane tena katika simulizi nyingine ambayo itakuwa ni mpya kabisa, ambayo Juma His atakwenda kukuachia hapa katika channel yake Juma His Story. Kwa hiyo ambaye bado hujasubscribe channel yetu, usisahau kufanya hivyo ili tu kuwa mtu wa kwanza kupata simulizi yoyote mpya ambayo Juma His anakuwa amekuwekea hapa. Mtafute Juma His kupitia nambari zake za simu zinazoonekana hapo juu. Na kwa sasa nikuage, sina la ziada, na mimi nilikuwa nakusimulia simulizi hii. Jina langu naitwa Tutu.